sio kuoperate, yani hata roho chafu huwa tunavaa miili ya watu ndio kuoperate hapa duniani. Kwa hiyo hata Mungu anaingia ndani ya mtu kupitia Roho wake Mtakatifu na anafanya kazi. Kwa hiyo unaposema Mungu ataponya, Mungu ataponya kupitia wewe. Sema kupitia nini? Kupitia nini? Kupitia nini? Bwana asifiwe. Haleluya. Yaani hapo mnanielewa vizuri eh? Hapo nataka nilashi. Nataka nikimbie. Kuna eneo nataka nielekee. Kwa mfano, Kornelio alikuwa anaomba. Kornelio jana ngapi anamjua? Alikuwa anaomba kwenye maisha yake, alikuwa anaomba, anatoa sadaka. Ndani kile kitabu cha Matendo ya Mitume 10. Kornelio anaomba, lakini anamuomba Mungu na Mungu anaamua kumtumia mtu nani? Petro. Amen. Bwana asifiwe. Paulo anakutana na Yesu, anapiga upofu, anaambiwa nenda kwa mtu aende Anania akakuombee. Kwani Yesu asimfungue pale macho yale? Ni kama Mungu anatumia watu kuleta miujiza yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwenye usiku wa leo nakuombea zawadi ya watu kwa maisha yako. Nakuombea zawadi ya watu ambao wanasimama na wewe, watu ambao wanakuwa kuombea, watu ambao wanahakisha haulali njaa. Wewe unalala njaa. Kuna watu hawalali njaa, yani haimsiwi yeye kulala njaa. Mwanamke azaleta kwa mfano, yani chakula kimeisha, lakini Mungu anaamua kumtuma Elia toka mbali. Na maana Mungu anasema, yule mwanamke anasema, wewe ni Mungu wa wajane, nikumbuke Mungu. Sina hata mume wa kunisaidia kwenye chakula. Mungu anaamua kumtuma Elia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwenye maisha yako Mungu akupe zawadi ya watu. Mungu akupe zawadi ya watu. Nini? Unahitaji watu. Unahitaji watu wa kuombea, unahitaji watu ambao watakuwa na kuamini, unahitaji watu wa kushauri, unahitaji watu wa kuvuta ambapo wenyewe wapo, kwa sababu jamani, kwa Mungu ni kama tuko sawa, yaani niseme hivyo. Kuna watu ambao wameshatangulia tayari, Mungu ashatanguliza. Mungu akupe hao watu ambao wanasema mimi nafanya biashara, wewe unafanya biashara, ila wewe njoo hapa ambapo mimi nipo. Ndio uamsho utakuwa unafundisha hivyo. Bwana asifiwe. Kiburi kwa mimi hapa, mimi na Mungu tu. Ndio maana kuna watu wanataka kusaidia wewe, kwa sababu mimi tu na Mungu. Ukapita na muujiza wako. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa na hao watu ambao tunatamani Mungu awatumie kwenye huo uamsho, tunatamani tuwe sisi. Yaani kwenye huo uamsho, yaani najua Biblia inasema neno la Mungu linaposhuka duniani hairudi bure. Amen. Anasema kama theluji ishukayo toka mbinguni, na haitamrudia Mungu. Ndio anasema ndivyo neno lako lilivyo, linaposhuka halirudi nini? Bure. Kwa hiyo Mungu ametoa neno la uamsho, sema uamsho. Hili neno haitamrudia Mungu bure. Yaani haitamrudia Mungu. Wewe ukigoma kuna watu wanakubali. Wewe ukikataa ukifanya uko bize, kuna watu hawako bize, wanataka sana Mungu awatumie. Kwa hiyo Biblia inasema alikuja kwa walio wake na walio wake wakamkataa. Yaani maanisha Yesu alienda kwa Waisraeli na Waisraeli wakafanya wakamkataa. Uamsho ndio kaja kwa walokole na walokole wakaukataa. Uamsho ndio kaja kwenye maisha yako, sema tu bana mimi niko bize, mimi masomo nataka nisome niishi tu. Basi Mungu anakuacha, utasoma, utapata hela za kula wewe na familia yako. Tunatamani kwenye huu uamsho Mungu akatumie maisha yetu kuleta uamsho kwa watu. Hata kama watu ambao wanaomba Mungu, naomba nibariki, Mungu basi Mungu anipe mimi hela, nikawape hao watu. Kwa nini? Kwa nini haiwezekani? Kama mimi nisiwe baraka, mimi sio kama kila wakati tu nasaidiwa. Kuna wakati na mimi nasaidia wengine. Bwana asifiwe. Mungu akuinue wewe uwe destiny yako kwa mtu fulani. Nasema amina katika jina la Yesu. Mbona mwitikii? Mungu akupe neno uwe destiny yako kwa mtu fulani. Mtu fulani anakuomba wewe uwe majibu ya maombi yake. Uwe majibu ya maombi ya watu wengi. Kuna watu hawana hata, wewe uwe na hata kuwapatia watu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Yaani tunaelewa vizuri eh. So Mungu anataka kubariki asipo kwamba unakuwa destiny yako first. Wewe ndio mtu wa kuwavuta watu kwenye sehemu kwa huko. Wewe ndio mtu wa kuwasaidia watu. Wewe ndio mtu wa kuombea watu. Wewe ndio mtu wa kuwavusha watu. Mungu ndio anataka itokee kwenye maisha yako, na inawezekana katika jina la Yesu. Inawezekana Mungu akakutumia wewe. Kwenye huu mkesho niliandaa na najua watu wengi watakuja. So discouraged. Lakini nikasema moyoni mwangu, nenda kuongea. Akiamka mtu mmoja nitakuwa nimefanikiwa sana. Kwa sababu uamsho unaanza na mtu mmoja. Yes, duniani hapa walipokuja walikuwa hawajaamka. Wakina Petro na Mafarisayo wamekuja, wao ndio wamemkataa. Akasema huu uamsho naanza kwanza mwenyewe. Akaenda jangwani kufunga nini? Peke yake. Uamsho unaanza na wewe mwenyewe. Hauanzi na watu wengi. You don't need kuwe na bana nikisha kama hivi. Hata ukiwa tu mwenyewe. Kama Mungu mimi nitumie nini? Mimi niko tayari. Na Mungu anataka mtu ambaye yuko tayari. Yes, Mungu utayari. Kumbe uko tayari. Amen. Yaani wangapi wako tayari kutumiwa na Mungu? Wangapi wako tayari kufanya kazi pamoja na Mungu? Maana kuna kutumiwa na Mungu na kufanya kazi pamoja na Mungu. Mimi niko tayari kufanya kazi pamoja na Mungu. Amen.
Biblia inasema katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Hadi njoo jamani, mnafurahia au ndo mnalala? Kama hujalala sema amina. Okay, kwa haraka sana nataka nitoe qualification za Mungu kumwamini mtu. Kwa sababu Mungu ni Mungu wa watu wote, ila Mungu amwamini kila mtu. Yaani Mungu aweze kuamini, yaani Mungu amwamini upako. Mungu huwa aamini upako, yaani upako au mafuta huwa aamini na kila mtu. Kwa mfano, kuna bunduki zinauzwa, bastola zinauzwa. Ila bastola hapewi kila mtu. Bastola zinauzwa kule Arusha kule. Bastola hapewi kila mtu, kwamba kwanza anampima, ana akili timamu. Kwa sababu sija kama kichaba bastola akaanza kupiga watu, ana visa na watu, ana ugomvi na mtu, anataka bastola kwa ajili ya nini? Ndivyo pia Mungu alivyo, huwa hawaamini watu na upako wake mtu yoyote. Yaani Mungu huwa hawaamini watu na upako kivyo vyote tu vile. Lazima kwanza kuna qualification, kuna sifa kadhaa ambazo Mungu atakuamini wewe na hicho kitu. Unataka tu kuwa mfanya biashara mkubwa. Jamani, kwenye huu uamsho haitakuwa tu kwa wachungaji. Juzi nilikuwa naongea pale CB, jamani nilikuwa naongea clip. Haitakuwa tu kwa wachungaji. Itakuwa pia kwa wafanya biashara, kwa waimbaji, itakuwa kwa viongozi. Kwenye eneo hili la kusudi, Mungu anatamani akaongoze nchi kupitia mtu. Mungu anatamani aende kufanya biashara kupitia mtu. Amen. Anasema mimi ni Mungu nikufundishaye kupata faida. So Mungu anatamani anafanya biashara, afanye biashara na wewe. Mungu anatamani watu waanzishe mashule wakiwa pamoja na yeye. Unajua kwenye hizo shule kuna watu wanafundisha watoto ushoga. Maisikia wewe, kuna walimu wanafundisha watoto ushoga, wanafundisha ushoga. Kwa nini sisi hapa ambao tumejaa Roho Mtakatifu Mungu asiamini na hela hizo? Maana Mungu ndiye anatuamini. Kuna kufanya kazi na kuaminiwa na Mungu na utajiri. Anasema utamkumbuka Bwana Mungu wako akupae nguvu ya kupata utajiri. Kwa hiyo unafanya kazi ili asifanye kazi na asili. Kazi ni kwa ajili ya kula, utajiri Mungu ndiye anakuamini nao. Kwa nini Mungu asikwamini wewe na utajiri kwa ajili ya kujenga shule? Kwa mimi najenga shule au ndafundisha Biblia, ndafundisha neno la Mungu. Sema amina. Haleluya. Haleluya. Pia kwenye mambo ya uongozi, kwenye mambo ya michezo, kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo hapa kila mtu ana kazi ya kufanya kwenye ufalme wa Mungu. Kila mtu ana wajibu wa kufanya kwenye kazi ya Mungu. Kila mtu hapa ni mtumishi wa Mungu. Sio lazima ukashika maiki. Maana mwingine asiposhika maiki anasema mimi hapa hata kipaji sina. Kwa hata upako wa nini? Na mfanya biashara bidi aombe kama mhubiri. Mwimbaji inabidi aombe kama mhubiri. Kiongozi inabidi aombe kama mimi ninavyoomba. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna mtu analala bado. Mbona somo zuri? Yaani mimi natamani nilikuwa nimekaa kama wewe hapo nasikiliza. Bwana asifiwe. Haleluya. 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 Imani Mungu achache. Na wakati huu kuna watu wamelala sasa hivi. Kule Kimpudi kule. Wewe kwa jamani, itikia basi, pokea vizuri. Yaani kisha usiku umepokea kitu. Zamani wakati Mungu anaanza kunitumia, nilikuwa naongea sauti ndogo sana. Yaani hata angalau hata ile leo nimekuja. Yaani kwa sababu Mungu akubariki. Sio unaona watu wamepoa. Na angalau leo naweza hata nikakupokea kidogo. Ndio nilikuwa hata sasa nikapokea. Yaani ndio hivyo Mungu anawabariki hivyo. Wewe unapokeaje? Alright. So sifa cha kwanza, kwa nini Mungu unataka kwa nini Mungu akutumie wewe? Kwa nini unataka uje kuwa mfanya biashara mkubwa? Kwa nini unataka kuwa mwimbaji wa mataifa, kimataifa? Kwa nini? Why? Yaani kwa Mungu why it matter a lot. Kwa nini unataka upako? Kwa nini unataka kitu fulani? Kwa nini? Mwambie mzako kwa nini? Kwa nini? Mbona msemi? Jamani, au mimi naboa jamani? Au naboa? Mwambie mzako kwa nini? Kwa Mungu hana upako wa kulingishia. I'm not preaching ili kwa mtu maarufu. Sihubiri ili labda nimvutie mtu fulani alafu nimpate. Sihubiri ili nimpate mtu fulani. Au sihubiri tu kwa ajili ya familia yangu. Sihubiri tu ili hata Mungu atanibariki. Kwa nini nahubiri? Inabidi cha kwanza unaofanya cha kwanza inabidi kwa ajili ya ufalme wake. Kwa ajili yake kwanza. Kwa ajili ya mapenzi yake